somo letu, nayo ilikuwa inasema ukweli uliosahaulika. Ukweli uliosahaulika. Tukaona ya kwamba baadhi ya watu walielezea dhana kuhusu ukweli. Tukamwona Aristotle aliyeishi miaka 300 kabla ya Kristo alizungumzia ukweli ni nini. Yeye akasema ni mwafaka wa jambo fulani katika uhalisia. Lakini tukaona tafsiri nyingine ya ukweli ni kwamba ni kuongea jambo fulani lilivyo na likawa hivyo hivyo lilivyo. Lakini pia tukaona uongo. Uongo ni nini? Uongo ni kuzungumza jambo fulani lisivyo. Ndiyo maana ya uongo. Hivyo tukatafakari, tukaona hekima za mwanadamu haziwezi kuzungumza kuhusu kitu kinaitwa ukweli. Lakini tukasoma kwenye kitabu cha Zaburi na ile sura ya 119 na lile fungu la 160, tukaambiwa ya kwamba jumla ya neno la Mungu ndiyo ukweli. Hivi kuna mtu amesikia? Yaani jumla ya neno la Mungu ndiyo ukweli. Na tukaiuliza Biblia ikatuambia ukweli. Na tukaiuliza ukweli tunaupata wapi? Tukasoma kwenye kile kitabu cha Yohana ile sura ya 8 na ule mstari wa 31. Yesu anasema mkikaa katika neno langu mtaijua kweli. Kwa hiyo ili tujue ukweli, tukaona ni lazima tukae kwenye neno ambalo ni Biblia, neno la Yesu Kristo, neno la Mungu mwenye nguvu. Lakini tukaambiwa kazi ya ukweli unatakasa. Kwenye ile Yohana sura ya 8, sura ya 17 na ule mstari wa 17, uwatakase kwa ile kweli na neno lako ndio kweli. Tukaona kumbe Biblia, neno la Mungu, inatakasa. Yaani ule ukweli unakutakasa. Tukaona neno kutakasa maana yake ni kusafisha. Haleluya. Haleluya wapenzi wa Bwana. Moja kati ya faida za ukweli tukauona kwenye Yohana 8:32 ya kwamba ukweli unakuweka kuwa huru. Ukweli unamfanya mtu kuwa huru, anakuwa sio mfungwa tena kwenye nyanja fulani. Lakini tukaona kwenye kitabu cha Zaburi 119 na lile fungu la 105 ya kwamba ukweli ni nuru na taa. Unapokuwa na neno la Mungu unatembea kwenye nuru. Lakini tukaona ukweli unaogopa na watu kwa sababu ukweli ni mkatili, kwa sababu ukweli unauma. Lakini tukasema ya kwamba kwa haya majuma mawili tutazungumza kweli za Biblia kadri tutakavyobarikiwa na Bwana kwa muda na majira. Tutaisimamisha Biblia na Biblia pekee ambayo itajishuhudia ya kwamba hii ndiyo kweli. Hii ndiyo kweli. Kwa sababu ukiwa na ukweli unajiamini. Kwa tutaisimamisha Biblia, tutaiweka hadharani, tutaiweka mbashara, tutaileta kwako, tutaisoma kwako, tutakufunulia ili ijishuhudie ya kwamba ina ukweli kiasi gani. Leo natangaza mambo mawili. Jambo la kwanza, kama una swali lolote kuhusu Biblia, lolote, yaani lolote, swali lolote linalohusika na maandiko matakatifu, wewe andika memo. Ukiona hakuna mtu wa kumpa huko, nikiwa nahubiri hivi niletee hapa. Ukiona utanikata mudi, labda niko kwenye mudi fulani ya kumtangaza Kristo, unaweza ukawapa hata mafundi mitambo hapa. Hakuna swali litaondoka bila kujibiwa. Tangazo la kwanza. Tangazo la pili ni tangazo la rehema za Mungu. Kama kuna mtu ana jambo anatamani kuzungumza na Mungu kwa maombi, yaani anatamani kuombewa, mtu yeyote, kuna chumba huku, ni chumba cha maombi. Kwa hiyo wakati nikiwa nashuka hapa na kumaliza somo, nikiingia huku, ni wakati wa watu wa Mungu kuomba na watu wa Mungu. Ikiwa Bwana Mungu ninayemtangaza hapa, nikuhakikishie ataifungua shida yako. Yaani wala sio masuala ya mjadala, anatangaza Mungu mwenye nguvu. Nikuhakikishie ataifungua shida yako kama Bwana Mungu aishivyo, kwa mapenzi yake, na mapenzi yake yatatimizwa. Watu wa Mungu, siku ya leo tutajifunza somo makini linalosema Mungu aliyesahaulika.
Mungu aliyesahaulika. Mungu yupi? Mungu nani? Kwa nini asahaulike? Kwa vigezo vipi? Basi tutajifunza habari za huyu Mungu aliyesahaulika. Nikualike tuombe. Baba, shuka sasa katikati ya kutano hili. Shuka Baba katikati ya kutano hili. Gusa moyo wa yule mama, gusa moyo wa yule baba, gusa moyo wa yule kijana, gusa moyo wa yule kaka, gusa moyo wa yule dada, gusa moyo wa yule mtoto. Mlete kwenye tafakari ya leo. Mungu aliyesahaulika, tukumbushe kumkumbuka kwa maandiko yako, kwa jina la Yesu, amina. Mungu aliyesahaulika. Mungu ni nini? Mungu akubariki. Mungu ni nini? Mungu ni nini? Tunaanza na swali. Mungu ni nini? Mungu ni jina lenye asili ya Kibantu. Kibantu ni asili ya makabila yanayotokea Kongo, Niger. Unaposikia Mungu ni asili ya Kibantu. Kibantu ni neno linaloweza kuingiliana na makabila mengine mengi. Na huyu Mungu kwa nini linaingiliana na makabila mengi? Mungu inaaminika kuwa katika kila kabila wanalotaja neno Mungu, wanaamini ya kwamba ndiye mwenye uhai kuliko uwezo wa kawaida wa kibinadamu. Ndiyo tafsiri ya neno Mungu. Yaani wanaamini ukisema Mungu ni yule mwenye mamlaka, mwenye uweza, mwenye nguvu kuliko kiumbe chochote. Kuliko kiumbe chochote. Sasa huyu Mungu, tutaenda haraka haraka. Huyu Mungu anayo majina. Katika kila kabila Mungu amemuita majina. Mimi nimependekeza tuwatazame kidogo hawa watu wanaitwa Wasukuma, kwa sababu kanda yetu ina Wasukuma wengi. Wasukuma wana majina. Kwa mfano, kuna jina wanamuita Mungu kuwa ni Matonda. Matonda, yani Mungu muumba. Lakini wana jina wanasema Ngasa, yani Ngasa ni Mungu mwenye kubariki. Lakini wana jina wanasema Welelo, wakosha li welelo gete, yani rene welelo hatugubani wateho ungu wa kuduruma yaguru rene welelo. Nini maana ya welelo? Asiye na mwanzo wala mwisho. Wasukuma wanaamini hivyo. Lakini wana neno wanasema Ndemi. Ndemi maana yake mchungaji, mtu anayewaongoza, ni Mungu kiongozi. Lakini wana neno lingine linalomwakilisha Mungu, wanasema Rioba. Bwana asifiwe. Wanasema Rioba. Rioba ni nini? Wanasema ni Mungu mwenye uwezo. Lakini wana neno gani lingine? Liwangaluke. Bwana asifiwe. Liwangaluke. Tulibaliwe liwangaluke. Hayo ni majina ya Wasukuma wanayotumia kumwelezea Mungu. Lakini Mungu aliyesahaulika tunatamani kumkumbuka. Sasa natamani nipate msomaji mmoja aandae maiki mahali fulani. Natamani nimuone mtu akiandaa maiki, tuanze kumuona Mungu sawa sawa na kweli ya neno la Mungu. Kama kuna mtu ana maiki mkononi aseme amina nisikie. Bwana Magunano naomba uje. Bwana Magunano naomba uje. Njoo Magunano. Tusaidizane hii kazi ya kumtangaza Mungu. Swali linabaki, Mungu ni nani? Mungu ni nani hasa na ana sifa gani? Mungu ni nani hasa na ana sifa gani? Hii tunaipata kwenye kitabu cha Isaya sura ya 40 na lile fungu la 28. Isaya 40:28. Hivi huyu Mungu ni nani hasa? Isaya 40:28. Msomaji twende, tuko nyuma ya muda kidogo. Neno la Bwana linasemaje? Je, wewe hukujua? Wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele. Yeye Mungu wa milele. Bwana muumba miisho ya dunia. Ameumba miisho ya dunia. Hazimii wala hachoki. Akili zake hazichungiziki. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kuna namna maiki inanitesa. Wapenzi wa Bwana, Bwana asifiwe. Amen. Mungu tunayemtangaza mahali hapa ni Mungu aliyeumba miisho ya ulimwengu. Huyu ndiye Mungu aliyesahaulika kwenye maisha ya wengi. Tumekuja kutangaza habari za Mungu wa milele. Halafu tunaambiwa huyu Mungu akili zake hazichunguziki.
Yaani kama una Mungu ambaye anachunguzika maarifa yake, ashindwe kwa jina la Yesu. Amina. Ashindwe kwa jina la Yesu. Amina. Ngoja nikuonyeshe sifa kuu tatu za Mungu. Mungu ana ufahamu wote. Ili awe Mungu lazima aujue ukweli wa elimu zote duniani. Ajue ukweli na awe ni roho anayeujua mwisho wa mambo tangu mwanzo. Isaya 46 lile fungu la 10. Soma msomaji. 46 Isaya lile fungu la 10. Anasemaje? Nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Huyu Mungu sasa ambaye ulimwengu umemsahau ni yule autangazaye mwisho tangu mwanzo. Anatangaza mwisho. Tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, yeye ametangaza habari hizo. Naomba tuende haraka. Lakini sifa ya pili ya Mungu ni mwenye uwezo wote. Mungu ana uwezo usio na mipaka katika kutenda jambo lolote. Mungu ana uwezo uliovuka mipaka ya kibinadamu. Hivi kuna mtu amesikia? Mungu ana uwezo mkuu wa ajabu. Uwezo wa Mungu unaonekana katika kazi zake. Kumbukumbu la Torati 3:24. Uwezo wa Mungu unaonekana katika kazi zake. Umevuka mipaka, uko juu ya fikra za kibinadamu. Huyo ndiye Mungu ambaye tunapaswa kumwabudu. Ndiye Mungu tunayepaswa kumwabudu. Torati 3:24. Neno la Bwana linasema. Anasemaje? Bwana Mungu. Bwana Mungu, umeanza kumwonesha mtumishi wako ukubwa wako. Umeanza kumwonesha mtumishi wako ukubwa wako. Na mkono wako wa nguvu. Na mkono wako wa nguvu. Kwani kuna Mungu gani mbinguni au duniani? Eti jamani, yupo Mungu mwingine duniani au mbinguni awezaye kufanya mfano wa kazi zako? Yupo, hayupo. Na mfano wa matendo yako yenye nguvu? Hayupo. Naomba nikwambie kitu kimoja, mtu wa Mungu. Nilishawahi kuona, jana niliwadokeza kidogo. Nilishawahi kuona Mungu anajengewa kajumba nje. Yaani kuna kijumba kidogo. Kamite ya milama, Bwana asifiwe. Amina. Tomite twa milama toduku tudogo kamewekwa hapo na kingine hapa. Hapo kuna Mungu wa mtu. Hako kajumba kanakaandikwa mavi ya ng'ombe. Huyo Mungu anayelala kwenye mavi ya ng'ombe analisaidiaje mimi? Wapenzi wa Bwana, Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Mungu analala kwenye mavi ya ng'ombe. Halafu huyu Mungu analala nje. Halafu muumini wake analala ndani. Huyo Mungu siafe. Huyo Mungu mimi simtaki kwenye maisha yangu. Nazungumza habari za Mungu mwenye nguvu, mwenye uwezo, mwenye mamlaka, mwenye uponyaji, mwenye uwezo wa mambo yote. Tunakuwaje na miungu ya ajabu? Kuna mtu Mungu wake anapotea. Nichora kikorope ngurane bakosho nene na chagete. Sasa ni nani anayemlinda mwenzake kati ya wewe na yule Mungu? Bora tunajicontradict. Na watangazia habari za Mungu asiyeweza kuwekwa kando. Na watangazia habari za Mungu asiyeweza kupatikana na mauti. Na watangazia habari za Mungu usiyeweza kumwacha. Na watangazia habari za Mungu anayeweza kuabudiwa kwa njia ya imani. Amen. Hakuna Mungu anayeuzwa. Ifikie kipindi sasa tumfuate Mungu wa mbinguni. Ulimwengu umejaa uchafu. Watu wanafuata Mungu anayeuzwa. Maombi wanaoombea watu wa Mungu yanauzwa. Eti kwenda kuombewa kwa mchungaji 20,000 kumwona sijui 1000 ngapi. Huyo Mungu simtaki kwenye maisha yangu. Na mimi nakupendekezea huyo Mungu hafai kwenye maisha yako. Amina. Natangaza Mungu wa watu wote. Sitangazi Mungu anayeuzwa. Mungu hauzwi. Na kwa sababu nimetangaza maombi, usije ukasema labda kuna chochote kinahitajika. Njoo kama ulivyo, kwa sababu tumeambiwa tulipewa bure, tutatoa bure. Hiyo Mungu anayeuzwa wapi? Sio Mungu wa mbinguni.
lakini nguvu zina Mungu peke yake. Utasoma peke yako nyumbani Zaburi 62 fungu la 11. Lakini nguruma za uweza wake hazielezeki. Utasoma Ayubu 26 mstari wa 14. Hakuna awezaye kujifanya Mungu akafanikiwa. Utasoma kitabu cha Ayubu 9 na lile fungu la 4. Uumbaji unamtofautisha Mungu na miungu yote. Yaani hata ile miti unayoijengea ili umfanye Mungu, yuko Mungu aliyeiumba hiyo miti. Amina. Yuko Mungu aliyeumba hiyo miti. Unachota maji kisimani, unatuletea kutuuzia. Unatuuzia. Halafu unatuambia hayo maji Mungu anatenda. Naomba ushindwe kwa jina la Yesu. Natangaza habari za Mungu aliyeyaumba maji. Natangaza habari za Mungu aliyeiumba ardhi, ambaye nitamwabudu vipi mimi? Nitamwabudu katika roho na katika kweli ambayo ni neno la Mungu. Amina. Mchungaji, sasa huyu Mungu mbona kama unatutisha? Hakuna nguvu iliyowahi kuwashinda wanadamu ikamshinda na Mungu. Haipo. Hakuna nguvu duniani iliyowahi kuwashinda wanadamu ikamshinda na Mungu. Utakubaliana na mimi na kwamba kwenye kile kitabu cha Mathayo sura 8 mstari 26, walipokuwa wakisafiri wanafunzi pamoja na Yesu katika ile bahari ya Galilaya, walipofika katikati ya bahari ikachafuka, ikajaa dhoruba, wakataharuki wale watu wa kawaida. Ndipo Yesu Kristo ambaye ni Mungu ndani yake akasimama, akakemea, ikatulia, kwa sababu zile nguvu ameziumba yeye, yale maji ameyaumba yeye, ile dhoruba ameiumba yeye. Akasimama, akanyosha mkono, upepo ukamtii. Ndiyo habari ya Mungu nayemtangaza hapa. Amina. Amesahaulika. Amina. Ni Mungu aliyesahaulika. Watu wamefuata miungu ya ajabu kwenye dunia ya leo. Lakini maajabu ya Mungu katika sifa ya tatu, huyu Mungu ni mwenye uwepo sehemu zote. Mungu yupo mahali pote kwa wakati wote, ama kwa wakati mmoja. Utasoma Ufunuo 1:8, lakini utasoma Zaburi 139 fungu la 7 mpaka la 12. Mungu amejaa mbinguni na duniani. Utasoma Yeremia 23:24. Yaani Mungu yuko hivi, yuko mahali pote. Mungu hayupo kwa mchungaji maombi, hayuko. Mchungaji naye ana Mungu, na wewe una Mungu. Unajua kuna vijamaa kwenye dunia ya leo vimeshatengeneza chumba, vikamchukua Mungu, vikamleta pale, vikammiliki, halafu eti bila vyenyewe hakuna wewe kumpata Mungu mpaka uende kwake. Huyo Mungu yuko wapi? Huyo Mungu yuko wapi? Na kutangazia Mungu unayemiliki, na kutangazia Mungu anayekumiliki, na kutangazia Mungu aliye mahali pote. Mungu yuko kwenye familia yako, Mungu yuko kwenye kazi zako, Mungu yuko na wewe mahali popote. Huyo ndiye Mungu anayepaswa kuabudiwa. Amina. Ndiye Mungu anayepaswa kuabudiwa. Amina. Sasa hekima ya Mungu imefichwa, hivyo mwanadamu ni vigumu kuelewa. Wakorintho wa kwanza 2:7. Wakorintho wa kwanza 2:7, naomba nisomee hapo. Sasa mimi hii naipata wapi? Mbona hekima ya Mungu ni ngumu kiasi hichi? Wakorintho wa kwanza 2:7. Soma msomaji. Neno la Bwana linasema. Anasemaje? Bali twanena hekima ya Mungu katika siri. Bali twanena hekima ya Mungu katika siri. Ile hekima iliyofichwa. Ile hekima iliyofichwa. Ambayo Mungu aliiazimu tangu milele. Ambayo Mungu alikusudia tangu milele. Kwa utukufu wetu. Soma na fungu linalofuata. Ambayo wenye kuitawala dunia hii. Wenye kuitawala dunia hii. Hawaijui hata mmoja. Hawaujui huo ukweli wa hekima ya Mungu hata mmoja. Maana kama wangejua. Wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Naomba nikwambie, usije ukafikiria Mungu anaweza akapatikana labda kwa kiongozi mkubwa, kwa kuwa huyu ni rais wa nchi. Anamjua Mungu, imefichwa. Na ili umjue huyu Mungu, yuko Roho Mtakatifu
ambaye akiwa ndani yako anaanza kukutafsiria, anaanza kukufundisha. Huyu Mungu hapatikani UDSM chuo kikuu, hapatikani UDOM, hapatikani kwa watu wenye PhD, ila anapatikana kwa njia ya Roho Mtakatifu. Amina. Naomba nikwambie, mimi nimeishia form 1. You cannot believe about this. Mimi nimeishia form 1. Yaani kidato cha kwanza. It's very difficult, doctor, to believe this. It's very difficult to believe this. But I'm telling you the truth. I'm the form 1. Lakini utafikiri nina PhD ya theology kwa sababu ninaye Bwana wa utukufu. Amen. Kwa sababu ninaye Mungu wa mbinguni. Amen. Hata kama ungenisimamisha kwenye baraza la Marekani lile wanaitwa maseneta, wote watakuwa down kwa sababu hekima niliyo nayo ni ya mbinguni, wala haipatikani kwenye vyuo. Acha mambo yako bana. Mtu anaitwa tuna kitongoji. Sasa mani mimi kampaka, kesi ya mpaka. Yaani kampaka tu umezidisha, unaitwa tayari ushaanza na kuuza ng'ombe. Ni kwa sababu hauna hekima ya Mungu. Imefichwa. Na kwa haya majuma leo, kwa kuwa huyu Mungu aliyesahaulika, leo na kukumbusha ya kwamba yupo na anatenda. Mfuate Mungu wa mbinguni aliyezifanya mbingu na nchi na bahari. Mfuate yeye, mfuate yeye, mfuate yeye, mfuate yeye, mfuate yeye. Moja kati ya amri kuu ni kumpenda Mungu zaidi kama ilivyoandikwa kwenye Mathayo 22:37 na Kumbukumbu 6:5. Lakini hakuna mwanadamu awezaye kujua ukuu wake kwa akili zake mwenyewe. Hayupo. Imeandikwa kwenye Ayubu 11 fungu la 7 hadi la 9. Shahidi kuu mbili za kuwapo kwa Mungu. Shahidi kuu mbili. Ushahidi wa kwanza, uumbaji. Hebu kila mtu angalie huko juu. Tuangalie tu huko juu. Yaani ukiangalia tunasema ewa, huyu ndiye Mungu. Wala sio Mungu Ganeshi, Mungu Ganusa, Mungu Matarani. Mnayoangalia kwenye zile movie za Kihindi. Hawana uwezo. Mara Mungu eti chanzo chake ni kapanya kanatoka kwenye saradi. Saradi au nini? Mnaelewa wanawake, mnafuatia sana. Yaani kutupanya panya tu Ganeshi tu mtu tu ovyo ovyo. Hakuna Mungu manyanya wala matilida wala kasa anaweza katengeneza hiyo. Ni Mungu pekee wa mbinguni mwenye uwezo wa kuumba, kama ilivyoandikwa kwenye Zaburi 19 na ile fungu la kwanza. Hatutasoma, muda wetu sio rafiki. Mambo yasiyoonekana huonekana kupitia kazi zake. Ni kitabu cha Warumi 1:20, utasoma kama unaandika. Yaani mambo yasiyoonekana ya Mungu, ukitaka kuyaona, wewe angalia kazi zake. Wewe ulifikiria huu mti huu umepandwa kwa ubora huu, na watu leo wanatua mahali hapa na bado hawajaujaza. Si ni kazi ya Mungu hii? Wewe umekomaga tu na Mungu wa kulala kwenye mavi ya ng'ombe. Mungu unaenda kumpulizia maziwa, kumpulizia mtama, afanyeje sasa? Amechafuka. Akichafuka anaoga maziwa. Hebu acha mambo yako. Alafu mbona huyo Mungu ni wa kitambo sana, alishapitwa na muda. Watu walishatoka huko. Huyo Mungu hata hakufanya upige hela. Yaani mganga anaishi kwenye maduku ya nyasi. Unaenda kutafuta andagu kahile milioni 80. Hivi hautumii hata akili. Utoe kuku kifaranga ukapige milioni 10. Hiyo mbona kwenye hesabu ya uchumi imekaaje hiyo? Kifaranga cha 2,000 ukapata milioni 80 unapigwa. Ni sawa na kung'ang'ana na kubeti, unaweka shilingi 40, unataka milioni 200. Utakufa maskini kwa sababu huna hekima ya Mungu. Na ushindwe kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Mfuate Mungu na Bwana wa utukufu. Mfuate Mungu na Bwana wa utukufu. Tabia za watu hufunua kuwapo kwa Mungu. Kwenye kitabu cha Matendo sura ya 17, wakati Paulo anazunguka alipita kule kwa Wagiriki katika mji mmoja wa Athene. Walikuwa hawamjui Mungu. Akakuta bango kubwa limeandika kwa Mungu asiyejulikana. Akawaambia, mimi nawaletea habari za yule mnayemwabudu bila kumjua. Yaani leo hapa Bupamba nawaletea habari za Mungu ambaye amesahaulika. Sasa nawaletea ya kwamba huyu Mungu ni Mungu wa mbinguni. Amen. Ni Mungu muumbaji, ni Mungu muumbaji.
Huyu ni Mungu muumbaji. Lakini ushahidi mwingine kwa kuwako kwa Mungu ni ushahidi wa maandiko matakatifu, Biblia. Tumeifunua sana. Wapo watu husema Mungu hayupo. Maandiko yanasemaje? Hebu nisomee hiyo Zaburi 14:1. Yaani kuna mtu kabisa anajisikia anasema Mungu hayupo. Zaburi 14:1 anasemaje mwandishi? Neno la Bwana linasemaje? Mpumbavu amesema moyoni. Mpumbavu amesema moyoni mwake, hakuna Mungu. Jamani, anayesema hakuna Mungu, Biblia inasema ni nani? Wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo. Wameharibu matendo. Unaposema hakuna Mungu, tafsiri yake unajiharibia matendo yako. Halafu Biblia, maandiko matakatifu yanasema ni mpumbavu anayesema hakuna Mungu. Mimi nina kaka yangu mmoja damu kabisa, wa pili kuzaliwa. Alishawahi kuniambia Mungu hayupo, alishakufa. Nikasema astaghfirullah. Mungu alishakufa. Halafu unaishije? Aho hayako chaoba hanaba Adamu no Eva. Uba wirira bisage ucha. Nikamsomea hilo andiko ukawa mgogoro. Sini blaza. Nikamwambia mpumbavu amesema moyoni mwake hamna Mungu. Ulinidokera. Hangiwabiza bugomvi. Mimi sijaandika haya. Bwana asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba nikulete kwenye segment ya mwisho. Ushahidi wa majina ya Mungu. Tutapita haraka. Mungu anayo majina, anaitwa Eli na Elohim. Inafunua uwezo wa kiungu, hutoa picha ya kwamba ni Mungu mwenye nguvu na Mungu muumbaji, na imeandikwa kwenye Mwanzo 1:1. Ukisoma Mwanzo 1:1 utaambiwa hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Lakini imeandikwa kwenye Kutoka 20:2, lakini Danieli 9:4. Lakini analo jina anaitwa Elion. Elion maana yake aliye juu, hulenga sifa ya kuinuliwa. Mwanzo 14:18 hadi 22 hadi 20 na Isaya 14:14. Lakini ana jina linaitwa Adonai. Adonai ni Bwana, hutoa picha ya kuwa Mungu ni mtawala. Isaya 6 fungu la kwanza, Zaburi 35:23. Mungu ana utukufu usiolinganishwa. Ana utukufu usiolinganishwa. Na nikuletee habari mbaya. Ukimuona Mungu na dhambi ulizonazo, unayeyuka. Yaani sio kufa. Unayeyuka. Unasambaa. Ana utukufu, sio kwamba amekuua. Ni automatic tu. Yaani ni hivyo tu, wala hajakasirika, wala hajakuchukia. Ila mkikutana tu haupo. Wapenzi wa Bwana, Bwana asifiwe. Amen. Lakini Mungu analo jina moja takatifu, anaitwa Yehova. Yehova ndilo jina la Mungu, Kutoka 3:15, Zaburi 83:18. Jina Yehova linapatikana katika Biblia mara 7,000. Sema haleluya. Amen. Mara 7,000. Majina mengine huonyesha uhusiano wa karibu na watu. Kwa mfano, Shaddai na El Shaddai, Mungu mwenye enzi, Mungu aliye chanzo cha baraka na faraja. Kutoka 3, Zaburi 91:1. Lakini anaitwa Yahwe, hukazia agano la Mungu la uaminifu na rehema. Kutoka 15 fungu la 2 na la 3, na Hosea 12:5 na 6. Lakini anaitwa Niko. Mungu ana jina anaitwa Niko, asiyebadilika. Kutoka 3:14. Naomba nikwambie, Mungu mmoja, huyu ninayemzungumzia muda wote, ni Mungu mmoja. Huyu Mungu ni Baba, huyu Mungu ni Mwana, huyu Mungu ni Roho Mtakatifu. Huyu Mungu ni Roho Mtakatifu. Amina. Ni mwanzo wa yote, aliye juu ya yote, mwenye utukufu. Lakini huyu Mungu mwenye muunganiko. Hatuna miungu watatu kwenye maandiko, tuna Mungu mmoja. Kitabu cha Mathayo sura ya 28 na lile fungu la 19, naomba usome mahali hapo. Yesu anatuambia maneno gani? Anafunua nini? 28:19.
Neno la Bwana linasema, anasemaje? Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu, Hiyo ndiyo cycle ya Mungu mmoja aliyeshikamana. Bwana asifiwe. Amen. Utendaji wake ni mmoja, lakini ukisoma Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8 anasema wako watatu washuhudiao mbinguni. Wako watatu, yuko Baba, yuko Neno ambaye ni Yesu Kristo, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 1 hadi wa 3 anasema hapo mwanzo alikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu, na vyote vilivyofanyika vilifanyika kwake, na pasipo yeye hakikufanyika chochote. Huyo Neno aliyekuwako kwa Mungu akafanyika mwili akakaa kwetu, ambaye ni Yesu Kristo. Amina. Wako watatu washuhudiao mbinguni, yuko Baba, yuko Neno ambaye ni Yesu Kristo, lakini yuko Roho Mtakatifu. Hizi nafsi tatu zinashuhudianaje? Kwenye ubatizo wa Yesu katika ile Mathayo 3:16 mstari wa 10, Mathayo 3:16 mpaka 17, Yesu anabatizwa. Alipokuwa anapanda, Mungu Baba akamshuhudia, anasema huyu ndiye mwanangu niliyependezwa naye. Mungu Baba akamshuhudia mwana, lakini Roho Mtakatifu akashuka mfano wa hua. Mungu Baba akamshuhudia mwana, huyo ni wa kwanza anayeshuhudia, lakini mwana anamshuhudia Roho Mtakatifu. Yohana 16:13, mwana ambaye ni Yesu Kristo anasema atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza katika kweli yote. Anamshuhudia yule Roho wa kweli, lakini Roho anamshuhudia mwana. Katika Yohana 15:26 anashuhudia Yesu anaposema nitawatumia mtu naye hata nena nitawatumia Roho ambaye hata nena kwa mambo yake mwenyewe, lakini yote atakayoyashuhudia atakuwa ameyasikia kwangu. Yesu anamshuhudia Roho, Roho anamshuhudia Yesu, Mungu Baba anamshuhudia Mungu Mwana kwenye ubatizo. Hilo ndilo tumaini lenye baraka ya kwamba yuko Mungu mmoja ambaye ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba nikwambie jioni ya leo, wewe unayesikiliza ujumbe huu, wala usichukulie poa kabisa, wala usichukulie kawaida. Naomba nikwambie yuko Mungu mbinguni, yuko Mungu ambaye utake usitake, upende usipende, uchague usichague, ipo siku utakutana naye uso kwa uso. Nakwambia ukweli, wala hata isinge kuwepo kweli, kwa nini niache familia yangu? Kwa nini nije hapa? Nasema kwa ujasiri kwa sababu nina uhakika kama tulivyoona neno la Mungu linabadilisha, nami nikakwambia mimi mwenyewe ni shuhuda ya kwamba nimebadilika toka uovu mpaka wema. Nilikuwa mzinzi, nilikuwa mlevi, nilikuwa mvuta bangi, msanii, rastamani, lakini leo hakuna cha thamani, nikamchagua huyu Mungu. Kitabu kile cha Yohana sura ya 17 mstari wa 3, Yohana 17 mstari wa 3, Yesu anasema na uzima wa milele ndiyo huu, wakujue wewe uliye Mungu pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Jioni ya leo natamani nipate majasiri wa imani mahali hapa. Natamani Yesu aone majasiri wa imani mahali hapa. Jioni ya leo natamani Yesu aone majasiri wa imani mahali hapa. Watu wakiwa wamekaa hivyo, inawezekana yuko mtu amegundua jambo. Naomba nikwambie, Jumamosi kuna ubatizo kwa mtu anayemkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kwa mtu anayemchagua huyu Mungu wa mbinguni. Unajua kuna ubatizo kwa mtu aliyeamini ya kwamba kumbe yuko Mungu ambaye ili ni mwabudu hahusiki na kitu kinachoonekana, maana Mungu ni roho, nao wamwabuduo watamwabudu katika roho na kweli. Natamani jasiri mmoja asimame aseme, ni mimi hapa wa kwanza katika viwanja vya Bukamba, ni wa kwanza ambaye nitamkiri leo Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Awepo jasiri mmoja wa imani.
awepo jasiri mmoja wa imani, watu wakiwa wamekaa hivi, asimame kama ishara ya kumdhalilisha shetani, asimame kama ishara ya kumdhalilisha shetani, ya kwamba huyu Mungu niliyemsikia mimi nitamfuata, huyu Mungu niliyemsikia mimi nitaambatana naye. Je, mtu mmoja asimame. Simama kwa ujasiri na kuombea katika jina la Yesu, wala hautajuta kwa uchaguzi utakaofanya leo.